Mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyo hai. Ni siku njema Mungu ametupa kama watoto wake ni kujifunza, na tutakwenda ni kujifunza kichwa cha somo letu kinachosema ili Mungu akutumie ufanye nini? Ili Mungu akutumie ufanye nini? Ili Mungu apate ni kututumia kama watoto wake, atutumie kama watumishi wake na vyombo vyake katika ufalme wake na madhabahu yake. Ni lazima ni kama watoto wa Mungu kabisa. Jambo la kwanza tuamue ni kumtii Mungu kila wakati. Utii kwa Mungu ndio jambo la muhimu sana. Ni katika maisha yetu kama watumishi wa Mungu, lakini vile vile kama wana wa Mungu, kama kanisa na waamini wa mahali pamoja tunaotaka ni kwenda ni kumuona Mungu katika maisha yetu, ni lazima tumtii Mungu. Na tunapomtii Mungu ni kuna mambo au vitu vinavyosababisha ni kuzaliwa au ni kuzalisha utii ni katika maisha yetu, ni kama watoto wa Mungu na waamini ni katika ufalme wa Mungu ni kwenye maisha yetu. Na vitu hivi ninaweza au tunaweza ni tukaviita tukasema hivi ndivyo huitwa visababishi vya utii. Na nitavizungumza vichache visababishi vya utii katika maisha yetu, ni kwa sababu maisha ya imani au maisha ya wokovu, maisha ya kumtafuta Mungu ndio yenyewe yanayohitajika ni kutuakisi sisi au ni kutupeleka sisi ni mbele ya madhabahu ya Mungu na tukamfanania Mungu. Sasa pasipo maisha ya utii au pasipo visababishi hivi hatuwezi tukayaishi maisha ya utii. Kwa hiyo visababishi hivi vinapoumbika, vinapokuwa, vinapozaliwa ni kwenye maisha yetu, vinatufanya sisi au vinanifanya mimi na wewe ni kuwa na utii kwa Mungu ni kwenye maisha yetu. Na nitazungumza vichache, alafu clips ijayo tutayaangalia maandiko yanavyosema. Kisababishi cha kwanza kinachosababisha ni kwenye maisha yetu tuwe na maisha ya utii ni wito wa Mungu. Wito wa Mungu, kwamba Mungu ni mwito. Ametuita sote, iwe mtumishi, uwe muumini wa mahali pamoja. Ule wito wa Mungu unatukusanya, na ule wito wa Mungu baada tu kila mmoja anapojua mimi nimeitwa na Mungu na nimeisikia sauti ya Mungu ikiniita, inamsababisha yule mtu ni kumtii Mungu ni kwenye maisha yake. Kwa hiyo wito unaleta bidii ya kumtii Mungu kwenye maisha yetu. Lakini jambo la pili ni ule upendo wa Mungu kwa wanadamu. Tunapojua tu kwamba Mungu ni pendo, Mungu anampenda mtu. Kila mmoja Kristo aliyemwendea msalabani ni kwa sababu anampenda. Ule upendo wa Mungu aliotuonyesha unatubidisha na kutusukuma kumtii Mungu ni kwenye maisha yetu. Lakini jambo jingine ni neema ya Mungu, kwamba mtu anapojua tu kwamba hivi nilivyo, maisha nilionayo, namna nilivyo, ni neema ya Mungu tu. Kama si neema ya Mungu nisingekuwa hivi nilivyo. Muonekano nilionao, maisha nilionayo, uchumi nilionayo, biashara nilizonazo, wokovu Mungu aliowekeza kwenye maisha yangu na mazingira nilionayo ni neema ya Mungu. Kama si hivyo, ni kuijua kwamba ni neema tu ya Mungu iliyo juu ya maisha yetu, hakutaweza ni kutubidisha kumtii Mungu. Lakini ile neema ya Mungu inapokuwa ndani ya maisha yetu, inatubidisha ni kumtii Mungu kwenye maisha yetu. Lakini jambo jingine ni madhumuni ya Mungu katika maisha yetu, kwamba yale malengo ya Mungu kwenye maisha yetu yananifanya lile lengo Mungu aliloliweka, lile kusudi Mungu aliloliweka. Maana yake kwamba Mungu ameweka, maana yake niitwe mtumishi, wewe uitwe mtumishi. Mambo ya Mungu yazaliwe ndani ya maisha yako, karama na miujiza na kazi za kiungu za Mungu aliye hai zifanye kazi ndani ya maisha yako. Lile lengo la kimungu linapokusukuma na kukubidisha ndani mwako linakufanya utii.
yale mapenzi ya Baba yaliyopo ndani ya maisha yako. Kwa hiyo visababishi hivi vinapoumbika ndani ya kanisa, ulifanya kanisa liwe na utii. Na kanisa linapokuwa na utii, kuna viashiria vinavyozaliwa, vinavyoanza ni kuonekana. Yaani hawa watu wanaanza ni kuonekana mbele za Mungu kwamba ni watu wenye utii na makusudi ya kimungu ndani ya maisha yao. Kwa hiyo wito wa Mungu, upendo wa Mungu, neema ya Mungu, madhumuni ya kimungu yanatufanya tuwe na utii kwa Mungu. Lakini kule kufanyika wana wa Mungu, jambo la 5, umefanyika mwana wa Mungu, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, unajihesabu ni mwana wa Mungu. Mimi ni chombo cha Mungu, nilijitu la mbinguni, mtu mwenye mafuta ya kimungu, mwenye mamlaka ya kimungu ndani mwake. Unapojijua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ni kwenye maisha yako nguvu na mamlaka ya Mungu yanadhihirika ndani mwako, na unaanza ni kutii, maana unajua wewe ni mwana. Na ufalme wa Mungu unaumbika ndani ya wana wa Mungu, na unatenda kazi ndani ya wana wa Mungu. Kwa hiyo unaanza ni kutii kama mwana wa Mungu ni kwenye maisha yako, ili Mungu awe ni mkuu na mwaminifu sana kwako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliyo hai. Mungu mwenye nguvu zote, uweza na mamlaka, akakufanye, akakutengeneze, akakuthibitishe na kukutia nguvu, upate ni kuumbika na kuimarika katika kweli, na ukaanze ni kutii yale mamlaka na ule uweza wa kiungu ulio ndani, katika jina kuu la Yesu Kristo mwokozi wetu. Baba, nimemweka mtoto wako, mtumwa wako na mtumishi wako katika madhabahu yako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimewaombea. Amen.